Home Clinic. Mtazamaji wa Sauti TV, karibu tena katika kipindi cha Home Clinic kinachokujia kama ilivyoada siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu. Ni kipindi maalum kinachokufanya wewe ujue namna ya kuitunza afya yako. Na kwa siku ya leo tutachambua mada ya matumizi sahihi ya vipodozi kwa afya ya ngozi. Mimi ni Lucy Zakaria, ungana nami mwanzo mpaka tamati. Na mtazamaji, kabla ya kusonga mbele, turudi nyuma katika clinical puzzle ya wiki iliyopita ambapo swali lilikuwa likihoji: je, mtu anapaswa kufanya nini ili kuimarisha afya lakini pia kujikinga na magonjwa? Mtu anapaswa kufanya mazoezi kila wakati lakini pia kupata mlo kamili, bila kusahau kunywa maji na kupata muda mzuri wa kupumzika ili kuimarisha afya yake na kuilinda mwili wake. Mtazamaji, tumetoka kupata majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita. Kwa sasa tukatazame afya storyline. Ngozi ni sehemu kubwa zaidi ya mwili na ina jukumu muhimu la kulinda mifumo ya ndani dhidi ya vimelea na miale ya jua. Afya ya ngozi inahusisha utunzaji mzuri unaojumuisha usafi wa kila siku, ulinzi dhidi ya miale ya hatari ya jua na hydration ya kutosha kwa kutumia vipodozi vyenye viungo vya asili. Ngozi zenye afya huwa na unyevu wa kutosha, haina madoa na haionekani kukauka au kukwaruka. Pia chakula chenye virutubishi, kunywa maji ya kutosha na kupumzika vizuri huwa ni ushawishi mkubwa kwa afya ya ngozi yako. Lishe bora hasa yenye vitamin C na E husaidia kurejesha seli za ngozi na kukinga dhidi ya uzeefu wa haraka. Vipodozi vina uhusiano karibu na afya ya ngozi, kwani matumizi yake yanaweza kuwa na athari chanya au hasi kulingana na aina bidhaa au mbinu za utumiaji. Kwa upande chanya, vipodozi vinavyochaguliwa kwa uangalifu na kwa kufuata mahitaji ya ngozi husaidia kudumisha usafi, unyevu na ulinzi wa ngozi. Vipodozi vyenye vitamin na antioksidanti pia vinaweza kusaidia kurejesha seli za ngozi na kupunguza maelezo ya kuzeeka. Kwa upande mwingine, matumizi mabaya ya vipodozi yanaweza kudhuru afya ya ngozi kwa kiasi kikubwa. Kutumia bidhaa zilizo na kemikali kali, kuvipaka kwa wingi au kuchanganya vipodozi visivyolingana vinaweza kusababisha mwasho, kuvimba au hata kuharibu tabaka la ngozi. Vipodozi vya kurekebisha rangi visivyokaguliwa vinaweza kuwa na metali nzito na kemikali hatari zinazoweza kusababisha madoa ya kudumu au kuharibu afya ya ngozi kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni muhimu kuchagua vipodozi kwa uangalifu, kufuatia maagizo ya matumizi na kuzingatia hali ya ngozi ili kuepuka madhara yoyote yanayoweza kujitokeza. Na mtazamaji, tumetoka kutazama afya storyline ya wiki hii. Kwa sasa tuingie mtaani tukaangalia wadau wanatumia vigezo gani katika kuchagua vipodozi kwa afya ya ngozi zao. Ni vitu ambavyo waga nikienda dukani nikichagua losheni au mafuta, kitu cha kwanza nazingatia mafuta ambayo hayataweza kunichubua. Mimi kutoa uhalisia wa ngozi yangu na kuniwekea ngozi ambayo tofauti na ngozi yangu. Kwa hiyo waga nauliza sana wale wanaouza vipodozi haya mafuta, naangalia kama yana chemicals zile ambazo zinaweza kubadilisha ngozi yangu. Kipodozi chochote ambacho naona kinaendana na sifa yangu, basi nitahakikisha kuangalia expire date na muda ambao umetengenezwa. Situmii vipodozi vyenye kemikali. Mafuta ninayotumia ni ya kawaida kabisa, mafuta ya mgando ambayo hayana kemikali zozote zinazochubua ngozi. Na tumetoka kutazama maoni ya wadau. Kwa sasa tuingie katika chumba cha daktari ambaye ni mfamasia kutoka famasi ya Mnema Mwanaidi Lumumba. Dokta, unaweza kutueleza ni vipodozi gani vyenye kemikali hatari ambavyo mtu anapaswa kuviepuka? Ni vipodozi ambavyo vinakuwa vina kemikali, vinakuwa tayari vimeshachanganywa, vinakuwa asili lakini vinakuwa vimechanganywa na vitu vingine ambavyo ni kemikali kwa malengo ya uboreshaji wa kitu fulani. Inaweza ikawa ni uboreshaji wa bidhaa au product ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuboresha muonekano fulani, kama nilikuwa nimeeleza mara ya kwanza maana ya vipodozi.
Naam daktari, matumizi ya vipodozi yanaweza yakaleta madhara gani endapo mtu hatotumia ipasavyo? Yanaweza yakasababisha kuleta hata kansa ya ngozi, kuleta magonjwa tofauti tofauti ya ngozi kama vipele, kuungua kwa ngozi, ngozi kutoka na virutubisho vyake muhimu, na mwisho wa siku hata kansa kama nilivyokuwa nimesema hapo awali. Naam, tumetoka kumtazama mwanamfamasia kutoka katika famasi ya Mnemba, Mwanaidi Lumumba. Ametueleza kisahihi namna ya kutumia vipodozi sahihi kwa afya ya ngozi. Kwa sasa tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message. Naam, tumetoka kutazama clinical message ya wiki hii. Kwa sasa turudi tena katika chumba cha daktari, atatupa ushauri kwa namna ya matumizi sahihi ya vipodozi kwa afya ya ngozi. Daktari, unaweza kutupatia ushauri kwa wale watu wanaopenda kutumia vipodozi lakini pia wanaotamani kutumia vipodozi? Watu, wanawake kwa wanaume ambao wanatumia hizi aina tofauti tofauti za vipodozi, kuwa makini na uchaguzi wa vipodozi wanapokuwa wanavitumia ili kuendelea kuboresha afya ya ngozi zao na mionekano yao kwa ujumla, kwa sababu kuna vipodozi vingine vitaathiri muonekano wao kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa ushauri zaidi na maelekezo zaidi ya namna gani utumie ngozi yako au kipodozi chochote ukiachana na kipodozi cha ngozi, kwa sababu vipodozi viko vya aina nyingi, kuna vya kupaka, kuna nywele, kuna ngozi, kuna kucha, kuna vitu vingi. Kwa ushauri zaidi mnaweza mkatutembelea Mnemba Pharmacy Malindi na Malango kwa ushauri zaidi, na tutawaelekeza nini mtumie kwa ngozi ipi, kwa wakati gani, na kwa faida zipi na hasara zipi. Karibuni. Naam, na huyo ni mfamasia kutoka Mnemba Pharmacy. Ameweza kutupatia ushauri kwa namna sahihi ya matumizi ya vipodozi kwa afya ya ngozi. Kwa sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Clinical puzzle. Na hiyo ni clinical puzzle ya wiki hii. Mtazamaji, unaweza kushiriki kutupatia majibu kupitia uwanja wa comment ili tuweze kupata majibu tofauti tofauti sahihi. Lakini majibu mengine tutakuja nayo kipindi kijacho. Kwa sasa sina la ziada, niseme asante kwa timu nzima ya Home Clinic pamoja na mfamasia Mwanaidi Lumumba kutoka katika famasi ya Mnemba. Mimi ni Lucy Zakaria, tukutane kipindi kijacho. Home Clinic.